Shalom mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. So umewahi kujiuliza kwamba sehemu ambapo unapolala ama kitanda unachokitumia kwa ajili ya kulala inaweza ikawa ni lango la kuweza kukufunga we ama kupitisha laana na mikosi za hapa na pale, ama inaweza ikawa ni sehemu ya kuweza kukupa taarifa kutoka katika ulimwengu wa roho na kuja katika ulimwengu wa mwili. Basi acha nizungumze na wewe mtu wa Mungu ya kupasa kuombea sehemu ambapo unapolala, weza ni kitanda ama hicho chumba ambacho ulichofikia ama unachoishi, kuwa na utaratibu na kuwa na mazoea ya kuweza kukiombea hicho chumba na hicho kitanda. Maana vitu vingi sana ama watu wengi wameweza kupata laana, wameweza kupata mikosi, wameweza kupata mabaraa kupitia hivyo vitanda walivyolala ama kupitia hivyo vyumba walivyolala. Mfano mzuri, mtu unaweza ukatoka hapa ukaingia kwenye gesti, ama unaweza ukatoka hapa ukaingia kwenye hoteli fulani ukafika ukalala. Au jui yule ambaye aliyekuwa anakitumia hicho chumba ama hicho kitanda aliweza kutamka nini, ama aliweza kunuiza nini, ama alikuwa anakifanyia kwa matumizi gani. Mwisho wa siku ile roho akawa kaiacha pale, na ulivyofika pale ukajitupa tu kitandani pale ukafika ukalala pasipo kutakasa. Kumbe basi mtu wa Mungu, ya kupasa kuweza kuombea kitanda, ya kupasa kuweza kuombea chumba ambacho unacholala, ili hata kama kuna roho zozote mbaya zisiweze kukupata. Watu wengi wamepata mabaraa kupitia guest, wamepata mabaraa kupitia hivyo vyumba, kupitia hizo hoteli za wageni, hizo hoteli ambazo wanazokuwa wanaenda kulala. Hivyo basi mtu wa Mungu, na nakusina na kuomba kuwa na utaratibu wa kuweza kuombea sehemu ambapo unapolala ama chumba ambacho unacholala. Kupitia hapo unaweza ukapata taarifa ambazo zinaweza zikakuvusha. Mfano mzuri, Yusufu aliweza kupata maono ama aliweza kupata taarifa kupitia sehemu ambapo alipolala usiku. Mungu aliweza kusema naye, ondoka na mwanao na mke wako uende Misri, sababu kuna watu wanataka kukuua wewe pamoja na mtoto. Hivyo basi Yusufu aliamua hiyo safari ya kuweza kwenda Misri. Alikadhalika ukija kwa habari za Yakobo naye alivyokuwa kalala pale, Mungu aliweza kusema naye. Kuna ngazi ndefu ilishuka kutoka mbinguni mpaka pale alipolala. Mwisho wa siku akapaita pale lango la mbinguni. Hivyo basi Mungu anaweza akasema na wewe kupitia ndoto, kupitia sehemu ambapo unapolala. Kwa hiyo mtu wa Mungu, pale unapolala ya kupasa kupaheshimu na kupaombea siku zote, maana pale ndo kuna mlango wako wa kiroho. Maana pale unaweza ukafungwa, au pale unaweza ukapata taarifa zako zote za kiroho, weza mbaya ama zuri. Shalom mtu